nani anayejua hapa kwetu kwamba leo Mungu mbinguni angefungua kidogo tuone, pengine angekuwa na sura ya mtoto wa huyu, angeshinda nayo leo huko nzima alikuwa na sura ya mtoto wa huyu mama. Na nani angeoji kwa nini Mungu leo una sura ya mtoto wa huyu mama? Nani angeoji hiyo? Kwa hiyo nilikuwa ninaomba hawa watu watambulike kwamba ni wenye ulemavu, hiyo haikwepeki, ni wenye ulemavu. Lakini taarifa ya tatu ambayo nataka nikupe, taifa la Israeli na taifa la Palestina, taifa la Vietnam, watoto hao ambao leo wanaweza kupewa mikopo wakaweka kwenye vikundi kwamba wao hawana akili timamu, wenye ulemavu wa aina ya Down syndrome katika taifa la Israeli ndio makomando kwenye jeshi la Israeli. Watoto wenye ulemavu wa aina ya usoni autism, nchi ya Israeli na Vietnam na Palestina ndio wanaotumika kudetect sumu kwenye chakula cha viongozi wa kitaifa. Yaani wao wakipewa chakula, useme kwa mfano kwa mkoa wa Tanga ameletewa chakula hapa ndani, anaitwa mtoto mwenye autism, wana mtaalamu wao wa kunusa chakula kilicho na sumu, na kisha nusu akaona hicho akifai hali nusu. Na ndivyo Mungu alivyowaumba. Wakija mtu nyumbani, labda hilo ni somo ambalo lilikuwa tumeangaliwa hapa, lakini nalisema kwa sababu kiongozi anaweza kaondoka jamani. Ili angalau anapokuwa hata na wenzake kama mkuru kanseli yuko huko, hawa anaambia watoto kumbe ni viongozi, ni walinzi. Kumbe Mungu amewaleta kuja kulinda nchi. Sisi tunaona wana mapungufu, lakini Mungu alisema ikawa asubuhi ikawa jioni, akaona vyema. Lakini mara nyingi inapofikia kwenye swala la walemavu, twende serikalini, twende kwenye vyama vyetu wenyewe, walemavu hawa wa akili hawa huwa hawaonekani, yani hawana thamani kama wale ambao wao wenyewe wanasimama. Na matokeo yake sasa udhalilishaji unakuja. Nataka ustawi wa jamii alisikiliza kwa makini hii. Sisi ni vyama ambavyo umoja wetu wa vile vyama vitano kabla ya vijawe vyama 11 tumeunda umoja ambao ukaja ile SHIDIAWATA, una viongozi kwamba kila chama kina mwakilishi, si ndivyo? Lakini sasa shida inapokuja, kama mimi hapa nimechaguliwa kuwa katibu wa shirikisho la wilaya, si ndivyo? Kwamba niko kwenye chama cha nini cha TAMA, kwamba mtoto wangu hawezi kusimama na kuongea haya ninayoongea wala kusikiliza yale ambayo tunafundisha, inabidi nifanye nini? Niwepo mimi. Lakini sivyo hivyo kwa wenzetu wanapotuchukulia, na sisi uchaguzi wetu tunasimamiwa na ustawi. Sisi tunaelewana vizuri, lakini cha ajabu kinachokuja ikitokea fursa ya mafunzo yoyote, sisi kama sisi hatuhitaji mkalimani wala hatuhitaji mtu wa pili. Ina maana kama ameambiwa ende mtoto, utaenda wewe. Sisi tumeelewana vizuri, lakini akiambiwa aende labda mlemavu wa viungo, kama hana kigari, ina maana lazima apate mtu afanye nini? Wa kumsupport. Kama ameenda ambaye ana shida ya kuona, ni lazima awe na mtu afanye nini? Akienda kiziwi, ni lazima awe na mtu wa kufanya nini? Lakini wale ndio serikali wanawaangalia sana hata kulikoni sisi, na matokeo yake sasa sisi wenyewe tunajibagua. Yaani leo mimi kwangu kama mimi naona kama ni sikukuu. Yaani naona raha hapo mimi leo kwa sababu watu wako, lakini na serikali ipo. Ndio kama mwaka huu tumesaidia makundi maalum hapa. Ndio ukisaidia mtu mwenye uwezo, ukasaidia na mtu mwenye asina uwezo, baraka na tofautiana. Ndio. Bora hii ni baada ya baraka. Hata na mtu asema kwa ni ndio na Mungu yeye msime mtu mwingine. Ili hata bana kwa kweli wale jamaa kutoka mzikani tulifanya hivi. Sio kutoka chumba gani tulifanya, kutoka tulifanya. Sisi ndio kazi zetu hizo. Bado tunapokima moja kwa kweli makao nimefanya hivi. Sasa wakifanya vizuri hawa na mimi nimefanya vizuri. Sio mambo yanayotenda hizo. Kwa hiyo ni watakia kila la heri, na tumeungana kama tukimwona ndivyo tarehe watapanga viongozi hao. Ili atujue kwamba tumefanya kitu gani. Hata kama tumepata mafunzo tayari tumepiga hatua, si ndio? Sawa jamani. Umepata mafunzo ya batiki, si nini? Tayari umepiga hatua, sio lazima upige hatua kwa haraka haraka. Bila taratibu. Ni watu wenye ulemavu. Ni watu
watu wenye ulemavu. Moja mara ya kwanza ilikuwa mpaka wale 3 mpaka 5, ndio. Lakini sasa wamepunguza hata mtu huyu mmoja, mtu mwenye ulemavu sio anayetunza mlemavu, ndio. Mtu mwenye ulemavu, yaani mtu mwenye ulemavu ni kama labda ana shida ya nini na kuzungumzia. Lakini kanuni hiyo ikasema unapotoa mikopo, sifa mojawapo lazima utoe kwa mtu mwenye akili timamu, asiye na matatizo ya kiakili ambayo yamefikiriwa na daktari. Si unaelewa hapo? Hapo tumeelewa vizuri hapo. Tulikuwa na kwenda hapo ili tuelewane vizuri. Kwa hiyo inasema kwamba utoe kwa mtu mwenye akili timamu iliyothibitishwa na daktari, au kwa mtu asiye na ugonjwa ambao wa akili ambao umethibitishwa na nini? Daktari. Baada ya kusema viongozi wangu, naomba nichukue nafasi hii pia tena kwa kuongezeni mwendelee tena kufanya kikao na hivi kama kufanya mara kwa mara, ikiwezekana hata baada ya miezi 3 au 6 mtakavyoona inafaa. Lakini jamani, tupelekee salamu zetu huko taifa kwamba sisi tuko pamoja na hili kundi, yale ambayo yako ndani ya sheria zetu kwa kweli tuyatekeleza, na nadhani huyu hapa hususan ni huyu madam huyu hapa mbele ya jamii atatoka na mapendekezo kuangalia ni wapi ambao tayari wanafanya kazi za kuwalea hawa, lakini hawajafanikiwa kwenye mikopo. Kwa nini atakapoingia kwenye kamati atakuwa na nguvu ya kusemea. Baada ya kusema, naomba na nashukuru sana, asanteni sana, kwa wiki kwa rasmi. Tuzungumze na watoto, tuzungumze na majirani. Yawezekana kama unavyomtakia mtu mzima ukienda kumtakia mke, na huyu naye pia mtakie. Kama yawezekana mtu mzima ukamtafutia mume, na huyu naye pia mtafutie. Utakaa unalea mpaka lini? Wewe ni mwanadamu, ukiondoka anaishi vipi? Kuondoka sasa hivi utakaa uko hapo, ukitoka hapo habari haipo. Anaishi vipi? Hana uelewa mtu. Ni vema tukaanza kuwachanganya na watu mapema. Bahati moja nzuri, sisi tulioko hapa ni wachache sana. Ndio swali moja tu la ajabu hapa. Hivi tuna shule ngapi? Mimi nasema tunazo vitengo zaidi ya 20 kwenye mkoa wetu. Jirani yangu pale mimi nikamwezesha mwanae mwaka jana. Uwezi ukaamini yule kijana kazi yake. Kiamka asubuhi saa 11 alfajiri yuko barabarani. Anaokota machupa. Anajaza mifuko lake kubwa. Anapata maalum, anakwambia mimi tukapani na kwa Msimbazi, mwenyewe anaita Msimbazi. Wewe hata umpe zile ndogo ndogo tunampa 40, anakuambia hizi sizo. Nipe ile moja. Ile nyekundu. Akishapewa shilingi basi. Lakini mtengezea 40,000 umpe na moja moja kwa mbele. Sababu uelewa wake kafanya bidii yule bwana, ugonjwa nyumbani kwao mpaka ameweza kupewa chumba kabisa kwa kitako. Nataka mkapewa na mke. Uwezo amini. Watu wamejitokeza maaskari 5 wakatoa gari zao kumpeleka yule bwana ili akaone. Maafisa maendeleo kwanza huko kata wanatunyanyasa. Mimi nina marejesho ya ASA 63 kila wiki. Nina miendokasi kwa siku 10,000 na kwa siku 6,000. Sisi tunaelewana vizuri. Lakini kila baada ya Jumatano moja, Jumatano inayofuata, yani kwa mwezi, kila Jumatatu ipo, lakini kwenye mwezi na Jumatano hizi nina braki 60,000 na ngapi na 2,700 milioni. Sisi tunaelewana vizuri. Yaani hivi vitu vyote sijai kupelekwa polisi wala kwamba maana kama ingekuwa ninasumbua, ningekuwa sipo wala ningekuwa sina amani. Ina maana na kimungu. Vipi nishindwe kulipa 100,000 ambayo nitakuwa nimekopeshwa na serikali, kitu ambacho kama walemavu katika mwaka mmoja sisi tunakulipa marejesho miaka 2 ambayo mimi kila mwezi natakiwa niingize 50,000. Si ndio kanuni inapozungumza kuhusu walemavu? Lakini nimesota, mwisho wa siku asante nilioipata mimi, jina langu limeenda kutoa kwenye kundi la mwenyekiti, wamechukua mkopo, mimi sijui, lakini deni naitwa mimi. Ndio nikaenda kwa mama na Mandia pale. Nikamwambia leo nimekuja, amechoka na hizo simu zake. Nionyeshe jina la kikundi ambacho mimi wanidai. Maana hata nikiwa kwenye maendeleo mengine, nikiingizwa tu kwenye upande wa serikali mimi naambiwa nina deni. Akanipa, nikaenda kule ofisini, nafika ni mtu wa mwenyekiti, sijui na marafiki zake, sijui na watu wao wa karibu. Nikamwambia maendeleo, jina langu sitaki nisikie. Zungumza na watu wako, kwa sababu nikiamua kwamba niende mbele na wafunga hii saini yangu nilipata wapi? Maana huwezi kutoa mkopo mpaka uende mwenyewe mkono kwa mkono usaidie. Nyewe mlipataje hela bila mimi mwenyewe kuwepo?
hii saini hii, yani mliguu alionitilia mimi saini kwamba sasa nimepewa na nimepokea, hii imepatikana wapi? Na maafisa maendeleo ya jamii wapo katika kata zote 27 za halmashauri ya jiji. Wale ndio wenzetu wa kuungana nao, lakini kama wale mnashindwa kuungana nao, sisi wengine tupo. Mimi sehemu yoyote mtakaponihitaji nifike, nafika. Kati na mkubwa, mdogo unaanzia 500,000 mpaka 1,999,999. Mkopo wa kati unaanzia 10,000,000 mpaka 30,000,000. Mkopo mkubwa unaanzia 31,000,000 mpaka 150,000. Kupitia wanawake, hatupitii kwenye kundi la watu wenye ulemavu. Kwa sisi tuliokuwepo hapa walezi, wateja wetu, mnaangaliana nyinyi wenyewe mnaowafahamiana kulingana na zile shughuli zetu ndogo ndogo tunazozifanya, mkaunda vikundi kuanzia watu 5 na kuendelea, wasizidi 10. Kata tunazoishi ndio tunapoombea mikopo. Kata tunazoishi haimaanishi unaishi kata fulani labda shughuli zako ni kata nyingine. Kwa wewe unaomba mkopo kulingana na ile kata unaofanyaje unaoishi. Lakini hata kama hauna shughuli, unawaza mimi nataka kufanya kitu hiki, lakini kwa sababu sina kipato, unaandika andiko kupitia lile wazo lako na mkopo unapata. Sio lazima, nasisitiza tena, sio lazima lazima niwe nimeanza kupika maandazi, lakini mimi nawaza nataka nipike maandazi, lakini sina hata shilingi 100. Kwa lile wazo lako la kuuza maandazi unaliandikia, mkijiunga kwenye hicho kikundi chenu, mnaandika mawazo kwamba mimi nahitaji kufanya kitu moja, mbili, tatu, tukaeleweka. Nahitaji unga, masufuria, sijui nini kwa ajili ya kupata mkopo ili nifanyie hichi kitu. Hilo linawezekana, lakini haturudi kwa mtu mmoja mmoja, lazima tujiunge katika nini, kikundi.